Kaniki, yoyote atakayesubutu kuingia humu ndani ni halali yangu. Yes, hiyo ni hasara ya kuwa katika hicho chama bila kuzingatia masharti halisi. Kaniki sasa kinachoanza kumkuta ni vitu vya ajabu sana. Nimepata utajiri kwa shida, niishi kwa shida. Kwa nini? Angalia jambo ambalo anataka kulifanya. Ukisubutu kufanya unachotaka kukifanya, utamfuata dada yako alipo. Huwezi kuwa mbabe mbele ya hawa jamaa. Lazima uvunjike moyo wa kukata mpaka hapa nyumbani. Kiulizo yenyewe kashangaa sana. Anajua kabisa huu ujauzito utakuwa ni wa kwake kabisa. Bila shaka hauna haja hata ya DNA. Dunia sasa hivi imebadilika sana. Mzee Madevu. Nilijua tu kama utakuwa umesharudi tayari. Karibu sana Vevo. Wamekupa sharti gani? Hata sikuwahi kutegemea. Hakika Clan Vevo haikuwa rahisi mpaka kufika hapa. Huyu jamaa mpaka anashangaa kwa nini amekuwa hapo. Labda anadhani kuna masharti tayari kabadilishiwa. Amekuwa ni kama Matula ambaye yeye hasimamishi, lakini masharti ambayo amepewa. Bila shaka upande wa pili tunamwona bosi la makubwa akiwa yupo na huyu ambaye ashatoa mama yake mzazi na dada yake kipenzi. Yupo na bosi anajutia kwa kitu ambacho tayari amekifanya. Tuwasikilize kidogo. Kwa sasa Kaniki, hauna uwezo wa kubadilisha chochote kile. Ni kwa sababu aliyeenda ameenda Kaniki. Chama kimekutoa mavumbini. Ni huzuni mpaka anatamani huyu amtafune huyu bosi, lakini hiyo ndo haiwezekani. Yeye yupo mdogo kwa kila kitu hapo mbio. Kwanza ukiangalia suti tu ya jamaa, alafu na hiyo tai yake ambayo ipo nyekundu, utatishika mwenyewe. Hemu liangalie udadeki. Ngeawaza kabisa. Haya, upande huku tunasikia kelele za mama mchungaji. Tayari ameshafinywangwa. Mama mchungaji na ana hamu kweli ya kwenda kuwa tajiri, ambao tajiri huo haujui mwisho wake utakuwa vipi. Sasa mimi niongelee nimwambie na haraka na iko chama. Hapo sasa unavuka.